nilikaa kama 2 hours naona mkono yangu na macho kama imekatika. Ndio nikuje kupelekwa theater. Nilitoka Nairobi, story yangu ni kwamba nilitoka Nairobi tarehe 17, nilikuwa naenda Busia. Kufika barabara ambayo inaitwa Kisumu Busia pale Kuyo, karibu na Maseno University. Nilipata trailer iko kwa line yangu kwa kona, nikai-avoid. Tulikuwa tugongane ana kwa ana, ambapo niliona tumeenda kwa msitu. Nikairudisha kwa barabara. Nikapata ndio Ntiba iko karibu kuisha. Ntiba ilikuwa ni extension ya chuma nje. Extension hiyo chuma ambayo imetoka nje. Hiyo chuma ndio iligonga mkono yangu, iligonga zaidi mile ikanipasukia macho. Kufumba na kufumbua, kioo imeenda, mkono sina. Ilienda kama mita 200, sina mkono ndio nisimamize gari. Nilipelekwa hospitali baada ya muda ambayo siwezi eleza kwa nini madereva wengine walikuwa wanakataa kusimama. Wakati nilipika hospitali nikafanyiwa, kutoka hapo nilifanyiwa chenye nilifanyiwa, mkono ikatolewa. Nikakaa hospitali kama miezi 2. Wakati ilifika wakati dawa zinahitajika, nikiitisha usaidizi na coach, ngojea mwenye anasaini pesa hayuko. Mwenye sijui nini, tumia yenye uko nayo. Mimi mwenyewe sina pesa. Nikalipa madawa ya hospitali juu hospitali ilikuwa ni private. Ilikuwa inaitwa Masaba Hospital. Iko pale Kisumu Road, between junction ya Bondo, ya kwenda Bondo, na Maseno University. Wakati nilimaliza kutibiwa, nimekaa miezi 3, nikiwa najishughulikia mimi mwenyewe, bila usaidizi wa coach. Ilifika wakati wa kulipa bill. Ni ukweli SHA ilitoa kitu. Lakini mimi pia nililazimishwa nitoe shilingi 53,000 ambayo niliitisha usaidizi kutoka saa 8 ya mchana mpaka saa 11:30 na dakika 18. Coach wakiniambia, ngojea, ngojea. Na mimi nimelilisiwa hospitali. Kutoka hapo naenda mahali naitwa Kitale. Ni saa 11 ya jioni. Nilijionea hiyo siku yenye sijaijionea. Nilijionea. Tangu hiyo wakati nimekaa nikiwa nyumbani, ambapo sina namna, sina usaidizi. Mimi tu ndio najitegemea. Bibi alienda kwa sababu niliuza ng'ombe nikalipa bili hospitali na watoto wangu. Na hisi hivi kwa giza. Mimi najipikia, nikiwaonyesha video vile napika, mnashangaa, mnaweza toka machozi. Vile nakata mboga na magoti yangu, nawekelea mgoti moja kwa mguu kwa meza kujikatia mboga. Nimeshukuru wana TikTok. Hao coach walikuwa wamenisungusa kutoka mwezi huo nitoka hospitali mwezi wa 4. Wakiniambia, tumekuweka insurance, utalipwa, sijui nini, sijaiona hata shilingi ikitoka coach. Kazi yangu mimi ni kusunguka, enda Kisumu, uone ofisa fulani ya kufanyia therapy, hakuna fare, najitafutia. My friend, mkiangalia wallet yangu, wana TikTok, wana Facebook, imejaa marisiti za magari tofauti. Nitawawekelea kwa mesa muone. Karibu 18,000 ambazo nimetumia kwa barabara bila usaidizi wowote wa coach, na wako na magari zao kwa barabara. Kitu iliniuma mpaka nikawaweka Facebook. Nilienda Kisumu kujaza form. Nikapata form imejazwa uongo. Ati mimi niliumia nikiwa nyumbani. Surely. Asanteni sana.